Mke wangu. Mbona kila mara tukikosana kidogo tu unakimbilia nje? Hakikisha unachukua nguo yake ya ndani yoyote, na jioni uje nayo huku. Sijatoka kama ulivyosema sweetheart. Afadhali umewahi kurudi, nina njaa. Naomba pesa nikanunue mahitaji ya nyumbani. Sina hela leo. Huko nilipotoka mambo yangu yamefeli. Dunia final promise. Kwa hiyo kama mambo yako yamefeli, nifanyeje sasa? Nisile, nilale na njaa, nisikupe pesa, au mimi ndo nikuhurumie nikatafute hela? Nyamaza Ji. Nimekwambia sina hela na sina cha kukupa. Kama unielewi, anile mimi basi. Na hiyo ndio changamoto ya vijana wengi wanaopata hamu ya kufanya mapenzi, wanatangaza ndoa bila ya kujua hata misingi na maisha ya ndoa. Sasa nadhani wewe ndio umekuwa wa kwanza kuvunja makubaliano yetu. Hivyo basi, bye. Naelekea kwa Mupa. Tutakutana asubuhi. Pengine nitakufikiria kwenye chai. Ila Ji. Ila nini Gray? Una cha kuniambia? Kaa hapo, subiri Mungu akupe pesa. Sisi watoto wenye akili, acha tutoke magetoni, tukatafute pesa. Ukweli Roda, stori yako inagusa maisha ya mabinti wengi sana. Hata mimi mwenyewe imenifunza. Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume wana roho mbaya sana. Yaani huwafurahia wake zao pale wanapokuwa na hisia za mapenzi. Na wanapokuwa wanajisikia kumfanya mapenzi, wanakuwa karibu sana na wewe. Lakini baada ya hamu zao zikiisha, basi. Lakini nataka nikuondoe hofu. Kupitia mimi nitakupa mabadiliko. Na utaishi hapa nyumbani kwangu kama ndugu yangu. Kwa hiyo ondoa shaka kuhusu hilo. Nashukuru sana dadangu. Na asante sana kwa ukarimu wako. Lakini unajua tangu nimefika hapa sijamwona shemeji. Vipi? Au hayupo? Yupo, kwa nini asiwepo? Yupo, na mama wangu ni mtu mzuri sana. Nilimwelezea kuhusu story yako, akasema atasaidia. Kwa hiyo ondoa shaka juu ya hilo, mtaonana tu. Nashukuru sana dadangu. Lakini hata hivyo sijakuuliza kwa ubaya. Haina shida, haina shida. Sawa, chakula kiko tayari. Sawa, sasa ngoja niende nikamuite ili tuweze kujumuika kupata chakula, lakini pia mtaonana kwa siku ya leo. Sawa, nashukuru sana. Basi acha na mimi niende nikatie chakula kwenye hotpot kisije kikapoa. Mimi naona mpaka hapa hivi japo shakuwa vipi. Kwa hiyo ni bora tu mimi ningeondoka. Nikusudi nikaendelea mambo yangu. Hapana. Bado posa yangu haijapokelewa. Na wewe ndo rafiki yangu mkubwa. Huwezi kuondoka hivi wakati maamuzi yangu bado yako gizani. Unajua mpaka sasa hivi jambo lishakuwa la kifamilia.
Alafu mimi ni rafiki tu. Kwa sababu yani sidhani kama nina chochote ninachohusika nacho hapo kikubwa. Bora niwaache nyewe mmalizane kwanza, mkisha kuwa sawa ndo kama kushiriki tutaendelea kushiriki. Sawa. Ila hili limenifundisha maana halisi ya maisha. Kama unaona unastahili kuondoka, basi unaweza kuondoka. Kaka, ngoja kwanza nikaongee na huyu binti. Kaongea nani? Wewe ngoja nikaongee naye kwanza. Inaonekana kuna vitu vingi anavijua. Nafikiri kila kitu tunaweza kumaliza leo. Samahani binti, naomba nisaidie maji. Sawa. Mbona unakuja na glasi mbili? Hii moja utakunywa wewe na hii nyingine kampe yule rafiki yako. Sawa, hamna shida. Lakini kuna swali nitaka nikuulize. Kwanza kunywa maji, mpelekee na yule rafiki yako. Ukishafanya hivyo, ndio niulize maswali yako, nitakujibu vizuri sana. Okay. So, baada ya zoezi la maji utajibu maswali yangu yote, sio? Acha kurudia nilichokiongea mimi. Wewe fanya nilichokuagiza. Usinipande kichwani. Na kuomba. Hivi kwani kuna ulazima gani wa mimi kwenda kumuona yule mfanyakazi? Kama kaja ameshafika tu hapa nyumbani. Unajua bwana, sikuelewi. Yaani wewe kama baba mwenye nyumba utakiwa uonane na yule mgeni. Lakini kuonana naye hutaki. Kumsalimia hutaki. Matatizo yako ni yapi? Shida yako ni nini? Mbona una mabadiliko makubwa sana kiasi hicho? Sitaki kwenda kumuona. Alafu usinipotezee muda. Najua na ratiba yangu kabisa kwamba mimi nahitaji kutoka. Kwa hiyo kama unatoka? Yaani wewe kukaa pale sebuleni na kumsalimia tu yule mgeni za saa hizi zimekwisha hizo. Kuna tatizo gani? Mbona una mabadiliko makubwa kiasi hicho? Ola ola la 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 la, final promise. Tulipigana. Na uwezo kufikia. Leo hii unakuwa na uwezo kunikoromea. Kwa hiyo wewe unataka kushindana na mimi, si ndio? Mume wangu, sijashindana na wewe. Lakini picha unayoleta kwa mgeni sio nzuri. Amekuja mwanamke wa watu nimwambia niko na shemeji yako. Lakini kila nikikwambia unaingilia huko na kitu. Sio kitu kizuri. Au labda hujampenda kwa hiyo nifuze labda tutashukua maji sasa muda. Nashukuru. Hata sasa hivi naenda kuambia kutoka. Maana naona tangu afike yeye anatuvuruga. Ndio. Yeah. Kwa lazima gani? Nitamuona kwa muda wangu. Hii kweli ngumu kumeza. Naichezaje hii? Hapana. Lazima nifanye kitu. Sikia Berli, hapa nimekuja kwa ajili ya posa. Hebu nakuomba tafadhali usitafute mambo mengine. Haya maji kanigea yule binti pale, nilivyomwagiza maji akaniletea glasi mbili. Kwa hiyo kunywa wewe. Kwani mimi nikuomba maji? Shika,
Mrudishie glasi yake. Umefanikiwa? Ndio nimefanikiwa, lakini nimepata sidilia. Hata yenyewe pia ni nguo ya ndani. Vipi, una uhakika hajakuna yoyote yule? Hajanona mtu yoyote, kwa sababu nimeingia kwenye chumba chake. Ninaamini hii ndio sidilia yake. Nipatie hiyo sidilia. Una uhakika hii sidilia ni ya mhusika? Hiyo sidilia ni ya mhusika. Nina uhakika kabisa mganga. Hiyo ndio yenyewe ya mhusika. Hongera. Naona umeniletea mtu sahihi na makini. Mganga kaondoka. Tulia, mambo mazuri yapate haraka. Ola ola la 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 la, final promise. Nipe hiyo sidilia. Sidilia yangu iko wapi? Halafu kwa nini dada anataka kuolewa na Mwakinyo? Mbona Mwakinyo ni mzuri? Hapa nitakuwa kuongea na mama kama vipi Mwakinyo anioe mimi. Kazi yetu imekwisha. Lakini hakikisha hii sidilia inavaliwa na mhusika
na kesho asubuhi posa itapokelewa. Sawa mganga, itafanya kama ulivyoniambia. Shika. Naweza mkaenda. Hivi naye utaendelea kukaa hapa nyumbani mpaka lini? Wewe ni mwanamke na Mwakinyo ni mzazi mwenzio. Uone kama utamtesa mtoto juu ya maamuzi yako. Na sio kumtesa tu, yaani ina maana Mwakinyo asipokuoa wewe ataenda kuoa mwanamke mwingine, na wewe huku na wewe utaolewa na mwanaume mwingine. Matokeo yake mtoto sasa atakuwa na yumba hapa katikati, si ndio? Akienda kwa Mwakinyo anaenda kulelewa na mama wa kambo, akija kwa mama yake anakuja kulelewa na baba wa kambo. Uwezi kutafakari hapa? Unajua utamtengenezea mazingira gani ya maisha mtoto wako? Mazingira mabovu kabisa. Mama, mjomba, hivi mnajua nawaheshimu sana, tena sana, na siko tayari familia yetu iangushwe na mtu wa nje. Nimeshasema sitaki kuolewa na huyu mwanaume. Jamani, kwani wanawake wameisha huko? Si aende akaoe wengine. Mimi sitaki. Nimeshasema sitaki jamani mjomba, mimi sitaki. Mjinga mkubwa wewe. Hivi unataka kutupanda kichwani, si ndio? Mbona unapenda kunizalilisha huyu mtoto? Au una mzazi wako mwingine? Uniambie. Sasa, kama mimi ni mama yako, nakupa muda wa kujifikiria. Mpaka ikifika asubuhi, nataka majibu kuhusu posa. Na si kingine. Sijui unanielewa? Umeona sasa mambo yanavyokuwa? Mjomba, kwani shida nini? Nimeshasema sitaki kuolewa na wewe mwanaume. Wewe una watoto wa kike, waozeshe kama posa inakunoga. Ola ola la 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 la, final promise. Mjomba, mama yuko wapi? Mama yako kaenda kulala. Kikweli na mazungumzo naye muhimu sana. Sasa sijui nitafanyaje. Mazungumzo gani? Ni kuhusu shemeji. Kiukweli nampenda sana. Ola ola la 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 la, final promise. Na kama dada amekataa kuolewa, basi niolewe mimi ili tusirudishe posa. Au unaionaje hiyo mjomba? Wewe Fatma, hivi unachoongea unajielewa kweli kwenye akili yako? Mwakinyo wewe ni shemeji yako, kazana dada yako, alafu tena wewe ndio kaolewa na Mwakinyo. Hiyo haiwezekani hiyo. Hilo swala gumu sana hilo. Uko sawa kweli wewe? Hivi unadhani atania? Nimesema nampenda Mwakinyo na hakuna kitakachobadilika hapa. Lazima anioe mimi. Na huyo naye kijifanya kuingilia, tutauana humu ndani kwa kweli. Ola ola la 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 la, final promise. Usishtuke mume wangu. Ni kwa ajili ya afya yetu. Nakupenda sana mume wangu. Dunia,
final promise. Nilikusubiri kwa muda